Habari za jioni, mwana historia lakini pia mfuatiliaji wa mambo ya ulimwengu. Karibu kwa pamoja tuweze kushirikishana historia ya taifa la Marekani. Leo tutaangazia historia ya taifa la Marekani. Hapa ulimwenguni ambako tupo kwa sasa, hakuna sehemu yoyote ambayo utaenda duniani mtu asilitambue taifa la Marekani. Mfano hapa sasa hizi tukikuuliza unaifahamu nchi inaitwa Croatia, unaweza ukatuambia hiyo nchi mbona sifahamu. Au tukikwambia kuna nchi inaitwa Komoro, unaweza ukasema mbona sijui kama kuna nchi inaitwa Komoro. Au tukikwambia kuna nchi inaitwa Sao Tome and Principe, huwe unaweza ukasema hapana, hiyo nchi sifahamu. Lakini ukienda pande zote za dunia, na hata wewe mwenyewe ambao tuko pamoja tunashirikishana hilo, unaifahamu nchi ya Marekani au ushasikia mengi kuhusiana na nchi ya Marekani. Sasa karibu kwa pamoja tuweze kushirikishana historia ya taifa hilo ambalo kwa sasa limeonekana ni taifa lenye nguvu, taifa ambalo lina uwezo wa kuchagiza mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi, kisera katika mataifa mengine duniani. Karibu sana. Kwanza kabla ya yote, karibu kwanza tufahamu historia ya taifa la Marekani. Marekani ni taifa ambalo lenyewe lilipata ni taifa ambalo ni muunganiko wa state ndogo ndogo au wa vinchi vidogo vidogo ambavyo viliunganika pamoja na kutengeneza taifa linaloitwa Marekani. Miongoni mwa state hizo ambazo ziliungana na kutengeneza taifa la Marekani tuna Chicago, New York, Illinois, Washington DC ambayo ndo kwa sasa makao makuu ya nchi, na state zinginezo. Hizo kwa pamoja ziliungana na kutengeneza taifa la Marekani. Tuje tuangazie misingi ya kihistoria. Kabla ya kuwa taifa mwaka 1776, Marekani miaka ya 1400 au tunaweza tukasema kabla ya karne ya 15, lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa linakaliwa na watu wanaoitwa Red Indies, au Red Indies au kwa lugha ya Kiswahili tunaweza tukawaita wazungu, tunaweza tukaita wahindi wekundu. Hawa ndio waliokuwa wakazi wa eneo hilo ambalo kwa sasa linatambulika kama Marekani. Hapo awali hakukuwa na mzungu wala Mwafrika katika eneo hilo. Mzungu, Mwafrika waliingia kwenye eneo hilo la Marekani miaka ya 1490 baada ya mzungu mmoja Christopher Columbus kwenda na kujionea eneo hilo. Katika historia ya dunia, wazungu pamoja na watu wengine waliingia kwenye eneo hilo la Marekani mnamo miaka ya 1490 mara tu baada ya kuonekana eneo hilo kwa mara ya kwanza na mzungu anaitwa Christopher Columbus. Sio kugunduliwa au sio kuvumbuliwa, ile eneo tayari lilishakuwepo, lakini mzungu wa kwanza Christopher Columbus aliliona eneo hilo miaka ya 1400, karne ya 15. Baada ya kuligundua eneo hilo, wazungu wakaenda kufanya uwekezaji kwenye eneo hilo karne ya 15. Wakaliona ni eneo zuri, ni eneo ambalo linafaa, ni eneo ambalo lina rutuba ya kutosha. Wazungu wakafanya maamuzi, hususa wazungu wa Kiingereza wakafanya maamuzi ya kwenda kuwekeza katika eneo hilo. Wazungu wa Kiingereza wakati wanaenda kufanya uwekezaji kwenye eneo hilo, wakakutana na hao watu ambao tunawaita wahindi wekundu, na kipindi wanafanya uwekezaji katika sekta mbalimbali kama vile shughuli za kilimo, shughuli za madini, wakaona wawatumie watu hao ambao wazungu wekundu kama wafanyakazi katika sekta zao hizo za kiuchumi. Matumizi ya watu hao ambao ni ambao ni wahindi wekundu ulionekana hakuna tija au haiwapi tija wazungu wa Kiingereza, kwa sababu watu hao
ambao ndo Wahindi wekundu wenyeji wa eneo la Amerika walikuwa hawana uwezo wa kufanya kazi vizuri ukilinganisha na walivyokuwa wamewaona wa Afrika katika eneo la Afrika Magharibi, na hiko ndo kikawa chanzo cha Waafrika kuchukuliwa kutoka katika bara la Afrika, hususa wale waliokuwa wanaishi magharibi mwa Afrika kuchukuliwa na kupelekwa huko Marekani kwenye shughuli mbalimbali za kikoloni karne ya 19, ambapo hiyo biashara wengi tunaifahamu kama biashara ya triangular slave trade au Atlantic slave trade. Ndiko ikatokea hapo baada ya kuonekana hao watu ambao walikuwa ni wenyeji wa hilo eneo kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi vema katika mashamba na shughuli mbalimbali za wazungu kwenye eneo hilo la Amerika karne ya 15.